Ndugu zangu, mimi nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya kutuamsha leo asubuhi tukiwa salama, tukiwa na afya njema. Lakini niwashukuru sana nyie kwa kuchagua jiji la Arusha kwa sehemu ya kufanyia mkutano wenu. Nafanya kazi kubwa sana wakurugenzi. Zamani mimi nikiwa na Dr. Pima alikuwa mkurugenzi wangu. Kwa ndugu zangu, natambua sana mchango mkubwa mnaofanya katika halmashauri zenu, lakini katika ALAT. Lakini natambua zaidi pia heka na changamoto mnazokutana. Kuna saa mimi nasema aliyetengeneza serikali za mitaa na mfumo wake ni kama Mungu anamuona. Unajua nyinyi wote ni wasomi, si ndio? Lakini unakuta decision maker ni elimu yake ni kujua kusoma na kuandika. Na kuna saa hawaelewi. Kwa hiyo mimi ninaelewa wakati mgumu mnaopitia, lakini naelewa pia kazi kubwa mnazozifanya. Sasa ndugu zangu, mimi nimekaribishwa na katibu hapa kuja kuwasalimia na kuwakaribisheni katika jiji la Arusha. Kwa moyo mkunjufu niwakaribisheni sana. Mmechagua sehemu iliyo sahihi, sehemu bora, lango la utalii kwa kwenda kwenye hifadhi za wanyama na makao makuu ya Afrika Mashariki almaarufu Geneva of Africa. Na sasa tumpata pia kuwa hadhi ya mwenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Moja ya vituo ni jiji la Arusha. Kwa hiyo nawakaribisheni sana. Lakini ndugu zangu, jambo langu la pili, sote tunajua kwamba halmashauri inaendeshwa kwa mapato ya ndani na mapato ya serikali kuu. Mimi nimebahatika kusafiri sana. Sio nikiwa meya, hata nikiwa kijana nilikuwa mwanariadha. Hakuna bara mimi sijaenda, na kwa bara kama Ulaya sidhani kama kuna nchi sijatembelea. Nina uzoefu kidogo wa namna halmashauri za wenzetu zinavyoendeshwa. Unakuta halmashauri ina mapato ya bilioni 5. Hivi pale unaweza kufanya miradi ya maendeleo kwa mapato ya bilioni 5, mapato ya ndani? Sasa nyinyi kama makatibu wa ALAT mikoa, mimi nafikiri mna nafasi kubwa sana ya kufanya transformation kwenye eneo hili. Ninasema hivi kwa sababu mtaenda ALAT taifa, mawazo yenu ni muhimu sana. Kwa nchi za wenzetu, mwaka juzi nilikuwa Abidjan, Ivory Coast. Nilikutana na meya wa kule, mji wao umepangiliwa vizuri kweli. Sasa kuna mtaa alinionyesha ilikuwa na majengo yaliyofuatana kama ghorofa 6 umenyooka. Huwezi kutegemea kwenye mji kwenye majiji ya Afrika kwa kawaida. Sababu nyinyi mmekuja Arusha, aliyetoka usawa wa Babati na huko Ngorongoro, si unaona ukiingia Ngarenaro pale hali ilivyokaa. Lakini hata ukitoka Moshi wakati unaingia mjini unaona zile slums. Sasa wao wamejitahidi. Nikamuuliza, nyinyi mlifanyaje? Akasema wakati walipofanikiwa kupata AFCON walifika mahali wakaa chini wakasema ukiwaambia hao wakazi wajenge manyumba hawataweza. Kwa sababu hawana uwezo. Wakafika mahali wakasema City Hall sasa inakaa mahali, nasema hebu tufikirie nje ya box. Hivi hatuwezi kupata investors wakuja kuwekeza hapa. Kwa mfano Maxi Maje na Juma ndio wakazi, tumepangana nyumba zetu kwenye square meter labda 1500, lakini kwenye stretch ya barabara. Wakaenda wakaelimisha wale watu kwamba nyie sikilizeni, sisi tunaleta investors hapa, developers watajenga magorofa, wewe na familia yako tutawaachia gorofa 2 za juu, huku chini tunawaachia nani? Developers. Wakaelimisha watu, walipomaliza wakasaini MOU na wale watu. Matokeo yake wale wananchi wakapata nyumba za kisasa, kwa maana sasa unakaa gorofani, nyumba ina maji yanayotiririka, ina vyoo na kadhalika. Floor ya pili kutoka chini inakuwa floor ya nini, ya kwake pia ya kupangisha kwa stretch ile. Unakuta mtaa mzima umenyooka. Je, hizo ni hela ya mapato ya ndani? Ni hela za wapi? Za investors. Lakini najaribu kuwaambia vitu ambavyo nimekutana navyo. Majuzi mimi wakati namalizia umea nilikutana na investors walitoka Dubai. Wakasema, honorable mayor, we have a lot of money in Dubai, we are stuck with money, we have a lot of money just to the extent that we don't know what to do with the money. Hivi hapa kwako, is there any way tukaja tukafanya partnership ya jambo lolote? Nikamwambia kama nini? Akasema, we see your roads are not good. Akasema, but what can you do with our roads? Unaweza kutupa udhamini? Akasema, hapana. Kwani tusiingie partnership? Nyinyi mnakusanya mapato, kubaliane, pengine changamoto yako ya barabara ni kilomita ngapi? Mimi nikamwambia pengine 50 kilometers. Akasema make it 100 kilometers. Sisi tuje na hela tukujengea hizi barabara zote, wewe unakusanya mapato yako, alafu tukubaliane namna utakavyo turudishie hela zetu. Tukapita mahali fulani panaitwa Friends Corner, kuna soko inaitwa soko la Samunge. Dokta, unakumbuka soko la Samunge? Ile soko la Samunge ina capacity ya kuweka watu 4500 katika, yani ni soko la matambara.
Akasema for example here we can do stories, 2 stories building. Na akaniambia watu wangapi? Nikamwambia 4500. Akasema tunaweza kuingiza mpaka watu 12,013 kwa sababu floor ya chini, ya katikati na ya juu. Dokta, tulibahatika pia kwenda stand ndogo. Akasema this is right at the heart of the city. You shouldn't have structures like this in your city. We have a money. Just tell us wewe unataka tufanye namna gani. Sasa wakati tunaongea ndio mwisho wa uongozi kwa umefanya nini? Umeisha. Kwa hiyo nikaipotezea hapo. Sawa nikagombea udiwani, Mungu akanibariki. Nikasema nitapambana na umea. Nilipambana kweli, mapito niliyopita ni mimi peke yangu na ya fahamu. Sasa nilipovuka tu juzi nikampigia yule bwana. Akasema we are waiting, we are here for your at your disposal. Akaniambia fanya hesabu ya nini? Ya bill of quantities. Lakini ukijaribu kufuatilia halmashauri hauwezi kukopa. Ni kweli au sio kweli? Akaniambia mimi am ready. Tutakujengea barabara kilomita 100, tutakujengea skyscrapers, tutaambia unataka tujenge kwenye barabara gani, kwa urefu gani, lakini kana wananchi wako, na we are ready to wait even for 20, 30 up to 50 years, no problem. Nikakaa chini peke yangu, mimi na masoko matano hapa. Kuna hilo soko la Samunge, kuna soko la Mbauda, kuna soko la Kijenge, Dr. Pima anafahamu zote. Kuna soko iko huku chini. Yale masoko kwa mfano, soko la Samunge daktari sasa hivi tunakusanya mpaka milioni 4.5 kwa siku, mpaka 5. Ina maana katika mazingira yale fremu za barabarani tunachangia shilingi 15,000 kwa siku. Upande wa pili 15,000 kwa siku 30 shilingi ngapi jamani? 5,000. No 500 kwa siku, kwa mwezi ni shilingi ngapi? 15,000, si ndio? Upande wa pili fremu shilingi 1,100 milioni 1.5. Yaani barabara tu imetenganisha. Sisi tuna charge 15,000 huku 1.5. Maana yake ukidevelop hiyo soko unatoka kutoka shilingi 15,000 kwenda shilingi ngapi? 1.5, hata ukifanya 1 million. Kwa hiyo inawezekana soko lile ambalo sisi tunakusanya 4.5 kwenye mazingira yale kwa siku, tungeweza kukusanya zaidi ya 15 million a day, ambayo kuzidisha mara mwezi ni milioni 450. Hivi hizo hela utashindwa kulipa mkopo? Achana na investor, hata benki yoyote ya kawaida hapa wataweka mstari kwenye mlango wako wa jiji kuja kufanya nini? Kuja kutaka uwape hiyo facility ya mkopo. Sasa kwa nini nimewapitisha kwenye hii hadithi? Nimeanza na barabara ya kilomita 100. Na mimi nafikiri tutajengewa sisi. Lakini bahati nzuri mbunge wangu ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, hilo jambo nalo analielewa, amesema atalibeba. Kwa nini nimesema haya? Tukienda ALAT taifa mkajenga wazo kama la ALAT, mimi nafikiri serikali wanaweza katuelewa. Tukatokana na huu mfumo wa kusubiri mapato ya ndani ya kukimbizana na wananchi kwa jasho na damu, lakini we cannot do much. Ukiweza kupata investors unaweza kukatumia miaka 2 ukamaliza matatizo ya miaka 15 inayokuja. Ni kweli sio kweli? Baada ya pale ukabaki sasa unamlipa investor, unakusanya mapato yako. Kwa mfano mmoja aliniambia stendi kubwa, akasema what are you going to do with this after you vacate this? Nikamwambia I don't know. Akasema Mayor, you have to have a vision. Akasema look, for example here, if you are collecting 1 million a day, sisi tunaweza tukafanya maboresho hapa, wewe uka collect 3 million a day, sisi tukajenga huku juu, tukapata hela zetu na mkopo wetu ukafanya nini? Ukalipika. Maana yake kutoka 1 million a day baada ya maboresho ukapata 3 million a day, yeye kule juu anapata hela yake, maisha anafanya nini? 1,000,000 na 1,300,000 jamani, hamna tofauti. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe na makatibu wa ALAT wa mikoa, mimi niwaombeni, hebu mbrainstorm hili jambo. Muangalie ni kwa namna gani salama tunaweza tukaishawishi serikali ili iweze kuturuhusu tufungue dirisha la nini? La kukopa, kutengeneza miradi mikubwa ya maendeleo na miradi mikubwa ya nini? Ya kimkakati. Juzi mimi nimekaa na watu wangu, mapato yetu ya ndani kwa sasa ni bilioni 51. Lakini tukifanya maboresho kidogo kwa ule mfumo, mapato yanashuti mpaka bilioni 130, ambapo sisi matumizi yetu Dr. Pima iliondoka ilikuwa milioni 119, sasa hizi nafikiri bilioni. Sasa hizi uko kwenye bilioni 122, 23. Maana yake kama tutaweza kwenda kwenye mfumo huu na serikali ikatubariki, jiji la Arusha linaweza kawa jiji la kwanza kujiendesha bila kutegemea hela ya serikali. Na hii jambo ndugu zangu inawezekana hata kwenye halmashauri zenu.
Kwa hiyo nikasema let's join forces together, yani tuungane, tushirikiane, tuangalie ni kwa namna gani tunaweza tukaishawishi serikali ituruhusu, kwa sababu zamani nasikia kulikuwa na kitu inaitwa municipal bond. Nasikia tu ilikuwa hapo. Hiyo jambo inaweza kurudishwa na serikali ya mama, na serikali sikivu sana, ambayo ukipeleka hoja inayoeleweka kutabarikiwa na maisha tafanya nini? Yatasonga. Kwa hiyo nikasema ndugu zangu, jambo hili liangalieni kama mnaweza mkaipeleka ala taifa ikaweza ikatusaidia. Jambo la pili ndugu zangu, niwaombe mahusiano baina yenu na wenye viti wenu. Twende tushirikiane. La kwangu tuweke nini? Nguvu pamoja, lakini tuishawishi serikali. Mbona serikali wao wanakopa? Serikali wao sio wanakopa kila siku. Sisi tunakosa gani tukikopa? Tukope, watuwekee nini? Usimamizi, hela za watu zisifanye nini? Zisipotee. Sasa kwa mkurugenzi yote ambaye ana wasiwasi kwamba sasa mimi nitafanyaje? Nioneni mimi nina investors ninao yani anytime, hata sasa hivi ukitaka nitakupa contact. Kama una wasiwasi watakutimia ticket kama ni ya kwenda either Dubai au UK, that's on me. Sio gharama yako. Ukajirizie kule. Ipo pia ninayo. Uko sawa? Sasa nyinyi mshindwe. Mungu awabariki sana.